Picha linaanza kinyamwezi kabisa. Hapa tunakutana na huyu jamaa anaitwa Derek. Katika harakati zake kakutana na tangazo la nafasi za kazi, anahitajika mlinzi wa getini katika nyumba hii. Derek anapokelewa na dada wa kazi na kuelekezwa apange foleni kama walivyofanya wenzake. Inapofika zamu yake, mama mwenye nyumba anashangaa. Mtu gani anataka kazi kuwa mlinzi wa getini na wakati huo anaonekana nadhifu sana. Kavaa saa ya gharama na tena kashika macho matatu mkononi mwake. Huyu boss lady anamuuliza Derek, "Na wewe umekuja kwa ajili ya kazi hii ya getini?" Derek anajibu, "Ndio." Boss lady anamwambia, "Kama unataka fedha si ungeanza kwanza kwa kuuza hiyo simu yako ili upate fedha kidogo ya kuendesha maisha yako, kwa sababu kiukweli hii kazi haiwezi kukupa mshahara wa kununua hata robo ya hiyo simu yako ulionayo." Derek anajibu, "Siwezi kuuza hii simu kwa sababu nilipewa kama zawadi." Boss lady anachukua jina na mawasiliano ya Derek na kumwambia, "Tutakupigia tukikuhitaji." Derek anarudi nyumbani kwake kwenye jumba la kifahari. Kumbe Derek ni tajiri sana, lakini kuna kitu kinakosa kwenye maisha yake, mapenzi ya kweli. Anakutana na rafiki yake na wanaanza kuongea. Derek anasema, "Mwanangu, hii safari ya kumtafuta mpenzi wa kweli katika maisha yangu ni ngumu sana. Sina jinsi, lakini inabidi nifanye kila kitu kumpata. Baada ya Lisa kuniacha imekuwa kama sitaki kupenda tena mpaka nipate uhakika kuwa mwanamke niliye naye ananipenda mimi na sio pesa zangu." Rafiki yake anamwambia, "Usijali, utapata mwanamke mwingine atakayekupenda sana. Vipi sasa, una mpango gani?" Derek anasema, "Nimeenda kuomba kazi leo, kazi ya kuwa mlinzi wa getini." Rafiki yake anashtuka, "Mlinzi wa getini? Unatania au? Yaani hauna hata muonekano wa mlinzi. Hebu jiangalie." Rafiki yake anacheka kinyama kusikia Derek, kijana tajiri, anataka awe mlinzi wa getini katika harakati za kutafuta upendo wa dhati. Siku iliyofuata boss lady anajiuliza ampigie simu kijana gani kati ya wale waliokuja kuomba kazi ya ulinzi pale nyumbani kwake. Dada wa kazi anamshawishi kuwa ampe kazi Derek. "Madam, wale vijana wengine watakuumiza kichwa tu. Mpe kazi yule kijana mrefu yule aliyekuwa wa mwisho kufika." "Kwa hiyo nimpe kazi mtu anayemiliki iPhone, sio?" "Ndio madam, anaonekana anaweza kazi." "Hivi unataka nimpe kazi kwa sababu unadhani anaweza kazi au kwa sababu ushampenda?" "Madam, mimi nahisi anaweza kazi, au wengine watakupa shida madam." Huyu dada wa kazi anampigia debe Derek kinyama. Inaonekana tangu siku ile katokea kumpenda sana. Derek anapewa kazi, ila mapokezi anayopewa na beki tatu sio ya nchi. Dada wa kazi ni anacheka tu. Maisha yanaendelea. Siku iliyofuata boss lady anataka kwenda kazini, lakini dereva wake hayupo. Anamcheki Derek ili amsaidie kuagiza Uber ije kumchukua au kazini. Derek anasema, "Madam, mimi naweza kuendesha gari. Pia naweza kukupeleka kazini kama utojali." Derek, "Unajua kuendesha gari kwani wewe una gari?" "Hapana madam, ila niliwahi kujifunza. Naendesha vizuri kabisa bila shida. Usijali kuhusu hilo." Boss lady anampa funguo ili aone kama kweli Derek anaweza kuendesha gari. Derek anaendesha vizuri kabisa na madamu anakubali kupelekwa kazini na Derek. Kwa hiyo Derek anapata kazi mbili, awe mlinzi wa getini na dereva pia. Maisha yanaendelea. Huyu dada wa kazi unaambiwa tangu Derek aanze kazi yeye atulii kabisa. Leo kamwandalia chakula kizuri, ila kutoka nje hajamkuta. Anaumia kweli kwa sababu tayari ashaanza kumuelewa jamaa wetu. Derek anarudi nyumbani na kumkuta Lisa. Lisa ni ex wake aliyemwacha Derek na kovu moyoni mwake. Alimpiga tukio kiasi kwamba Derek hataki kumuona kabisa. "Ondoka nyumbani kwangu, sitaki kukuona." Yule rafiki yake na Derek anambembeleza ili angalau Derek amwache Lisa alale tu usiku ule. Ila Derek hataki kusikia kabisa. Huku upande wa pili tunakutana na boss lady. Amechoka sana, ila kuna kazi inabidi amalize kabla hajalala. Anamwagiza dada wa kazi amletee kahawa ili imsaidie asilale. Ila usingizi ukikukaba hata ufanyeje utalala tu. Anapitiwa na usingizi na anapoamka anakuta PC yake ilianguka na kuharibika. Anaumia sana kwa sababu inabidi apate PC mpya na aanze upya kazi yake. Boss lady anajaribu kuwapigia rafiki zake ili wamwazime PC, lakini wanashindwa kumsaidia. Derek anamsikia boss lady anavyohangaika mle ndani. Anampigia simu rafiki yake na kumwambia muagizie PC mpya, amtume mtu ailete pale nyumbani, ila sharti asiseme ni nani aliyempatia hiyo PC. Yaani isijulikane kuwa ni yeye aliyemnunulia boss lady PC mpya. Muda mchache baadaye anakuja kijana akiwa na PC mpya. Anamwambia Derek ameagizwa alete ile PC pale nyumbani. Derek anamuita boss lady kuwa kuna mzigo wake. Boss lady anakataa, anasema, "Sijaagiza mzigo wote na sina maelekezo ya kupokea mzigo."
Yule kijana anasema ni laptop na nimeambiwa nilete hapa. Baada ya maongezi, boss lady anakubali kuchukua ule mzigo na pale juu ya mzigo kuna ujumbe. Derek anamwambia, ujumbe umeandikwa, mzigo kutoka kwa mtu anayekupenda kwa siri. Madam, inaonekana kuna mtu anakupenda na kukujali ila hataki umjue ni nani. Boss lady anajiuliza sana ila mwisho wa siku anakubali kupokea ile PC bila kujua aliyenunua ni jamaa yetu anayejifanya mlinzi wa pale getini kwake. Siku iliyofuata Derek anakutana na baba yake boss lady. Huyu mzee ana balaa kinyama, anamuuliza, "We ni nani?" Beki Tatu anadakia, "Huyo ni dereva na mlinzi wetu wa getini." Mzee anashtuka, "Inawezekanaje mtu mmoja akawa dereva na pia akawa mlinzi wa getini? Au unafanya hivi ili kumshawishi binti yangu, sio?" "Hapana mzee, mimi nimekuja kufanya kazi tu. Inabidi uchague kitu kimoja kati ya kuwa dereva au mlinzi wa getini." "Ndio mzee, nimekuelewa." Baada ya muda wa kazi kuisha, Derek anajiandaa kusepa ila Beki Tatu anamkazia. Anamwambia, "Lala tu, utaondoka kesho asubuhi." "Kwani una haraka sana?" Derek anajibu, "Hapana, haina noma. Nitabaki hapa usiku." Beki Tatu anafurahi sana. Mida fulani ya usiku mwanetu kapoa, mara ghafla yule Beki Tatu anaingia. Jamaa anashtuka, "Unataka nini usiku wote huu?" Dada wa kazi anaanza kujilegeza huku akimsogelea Derek. "Mimi nakutaka wewe Derek, nimekuja kwa ajili yako." Unaambiwa kipulili kishampanda Beki Tatu, haelewi show wala nini. Derek anajibu, "Mimi sikutaki." Beki Tatu anaendelea kufosi ila Derek anasepa isije ikawa show. Siku iliyofuata Beki Tatu kama kawaida kapika chakula kampelekea Derek pale getini. "Asante kwa chakula lakini usingefanya ulichokifanya usiku. Sio sawa. Usirudie tena." Beki Tatu anajibu, "We mbona ni mtu mzima ila unajifanya mtoto?" Derek anasema, "Nakupenda na nakuheshimu kama mfanyakazi mwenzangu na unachokifanya sio sawa kabisa. Sipendi hata kidogo." Dada wa kazi anaondoka kwa hasira. Siku iliyofuata Derek yuko kwenye mawazo mazito. Anajiuliza afanye nini ili kumsaidia boss lady kwa sababu anapitia changamoto nyingi sana. Changamoto kubwa ikiwa ni fedha alizopoteza siku ile PC yake ilivyoharibika kwani alishindwa kumaliza kazi. Kampuni anayofanya kazi inapitia changamoto na Derek anajisemea, "Inabidi nitafute njia ya kumpatia fedha, la sivyo atapata shida kubwa." Siku iliyofuata Derek anakutana na boss lady. Boss lady anasema, "Samahani Derek, sitaweza kukulipa mshahara wako kwa mwezi huu. Kuna changamoto nyingi ninazozipitia kifedha, hivyo nitakulipa mwezi ujao." Derek anajibu, "Hakuna shida madam, sina shida na fedha sasa hivi. Ukipata utanilipa tu, haina shida." "Derek, unaweza kuacha kazi ukitaka na ukafanye kazi sehemu nyingine. Changamoto hii ikiisha nitakupigia urudi kazini." "Hapana, siwezi kuondoka eti kisa una shida na changamoto za kifedha. Naelewa, mambo yakikaa sawa utanilipa tu, hakuna shida." Derek anarudi nyumbani kwake na kuanza kumpa story rafiki yake. Mara ghafla Lisa huyo hapa. "Unafanya nini hapa? Kitu gani kilichokufanya ubaki nyumbani kwangu mpaka sasa hivi?" Lisa analia sana. "Nisamehe sana Derek, nakupenda." Derek hataki hata kumuona Lisa. Anaondoka kwa hasira. Siku iliyofuata boss lady anampigia rafiki yake na kumweleza kuwa amepokea fedha kutoka kwa mtu asiyemjua. Fedha imeingia kwenye akaunti yake ya benki na tena aliyeituma ile fedha katumia jina lile lile kama la yule mtu aliyemnunulia PC siku ile. Aliandika ujumbe kutoka kwa mtu anayekupenda kwa siri. Boss lady anashangaa sana na ni kipindi ambacho ana shida sana kifedha. Hivyo ana jinsi zaidi ya kuipokea ile fedha kutoka kwa mtu asiyemjua. Ila sisi tunajua ile fedha imetoka kwa Derek. Maisha yanaendelea. Siku iliyofuata boss lady kamletea fedha Derek. Anasema, "Huu ni mshahara wako kwa mwezi huu." Derek anajibu, "Hapana madam, sina shida na mshahara sasa hivi. Wewe unahitaji zaidi hiyo fedha kuliko mimi ninavyoihitaji. Kaa nayo tu mpaka pale changamoto zako za kifedha zikikaa sawa." Yaani jinsi Derek anavyoishi na boss lady inamfanya boss lady aanze kumpenda Derek taratibu. Siku iliyofuata Derek anakutana na boss lady, anamsalimia, "Habari yako boss lady?" Boss lady anajibu, "Sipendi ukiniita ma au boss lady, niite Eunice." Derek anajibu, "Sawa Eunice, nimekuja kukuaga, muda wangu wa kazi umeisha. Uwe na usiku mwema." Boss lady anajibu, "Uwe na usiku mwema pia." Usiku mzima boss lady anakosa usingizi, unaambiwa. Anamfikiria Derek, anampenda sana, sema ndio hivyo, ni dereva wake na mlinzi wake getini. Swala hili litakuwa gumu sana baba yake akisikia. Sema hajali wala nini, ndo kashapenda tayari. Kesho yake boss lady anakutana tena na Derek. "Nimekununulia hizi nguo kwa sababu sitaki uvae kama mlinzi tena. Hii ni kama zawadi kwa mazuri yote ulionifanyia. Umekuwa mwema sana kwangu. Unajali sana hata kwa kile kidogo ulichonacho bado umekuwa ukinifanya niwe na furaha sana. Asante." Unaambiwa hisia ni kitu kigumu sana kuficha. Eunice na Derek wanashindwa kujizuia. Mahaba kama yote.
Baada ya siku kadhaa, Derek anarudi nyumbani kwake. Ana furaha sana, ila mpaka sasa Eunice au boss lady bado hajajua kuwa Derek ni tajiri. Derek anapiga story na rafiki yake na kumweleza kila kitu kuhusu Eunice. Upande wa pili, beki tatu analia kinyama. Ashagundua kuwa Derek ana mahusiano na boss lady. Siku iliyofuata boss lady anamfuata Derek na kuongea naye. Nilikuzuia kukaa getini na kuvaa hizo nguo, ila bado uko hapa na bado umevaa hizo nguo. Derek anajibu, usijali madam, niko hapa kukulinda wewe na kulinda nyumba yako. Aya, nisubiri. Boss lady anaingia ndani na kuvaa nguo kama za Derek. Wewe umekataa kuvua hizo nguo? Aya, sawa. Sasa wote tukae hapa tuwe walinzi wa getini. Mahaba yanazidi kuwa mazito kati ya Eunice na Derek. Siku ya kuzaliwa ya boss lady inafika, na wakati Derek akimpa zawadi, mara text inaingia kutoka kwa yule jamaa aliyemnunulia boss lady PC na kumtumia fedha, ila hakutaka jina lake lijulikane. Yule mtu anayempenda boss lady kwa siri anamwomba wakutane. Boss lady anaongea na Derek, anasema, "Yaani siku zote hizo sasa hivi ndio anataka tukutane? Siku yangu ya kuzaliwa? Hapana. Mimi sitaki kuspendi birthday yangu na mtu yoyote isipokuwa wewe." Derek anamshawishi boss lady akutane na huyo mtu ili amjue ni nani. Boss lady anaenda kukutana na huyo mtu ambaye amjui ni nani na aliyemsaidia wakati wa shida, na cha kushangaza anakutana na Derek. Anashtuka sana. Derek anasema, "Eunice, nisamehe sana. Mimi ndiyo yule mtu anayekupenda kwa siri. Mimi ndiyo yule niliyokutumia zawadi na fedha. Ila sikutaka ujue kuwa mimi ni tajiri. Nisamehe sana." Boss lady anasema, "Kwa nini? Kwa nini Derek?" Derek anamwambia, "Nilitaka kupata upendo wa kweli, kumpata mtu atakayenipenda mimi nilivyo, na sio kwa sababu ya fedha zangu. Na ndio sababu nilifanya hivi, na ndio sababu nilijifanya mlinzi wa getini. Nisamehe sana Eunice, nakupenda. Nataka niwe mume wako." Baada ya hapo, boss lady na Derek wanaenda kukutana na mzee. Yule baba yake na boss lady aliyekuwa ampendi Derek kwa sababu ni mlinzi, sasa hivi anampenda baada ya kugundua kumbe ni tajiri sana, na anakubali Derek kumwoa binti yake Eunice. Na huu unakuwa mwisho wa movie yetu kali. Mimi naitwa Eri. Asante kwa kutazama video yetu. Usisahau kusubscribe hapo chini ya video yetu ili wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo nitaendelea kukuletea kila iitwapo leo. Asante na ciao.